Kila siku naambianga mtumia akili, mnasema mimi ni mtu mbaya. Now look, hamwezi tofautisha kati ya msolombo na kinywero. Sasa na kuki mwenye ako na mkuki karibu awadunge. Mnaona hiyo mkuki yake nasikia ilikuwa kubwa kuliko zenu. Karairo hawezi tofautisha kati ya msupa na muriongori. Ni mbaya mavijana hawezi tofautisha catfish na msupa oriji. After kushikwa na pia kuwekwa pale hivyo police station, some of the things that zilikuwa revealed pale hivyo zilikuwa za kushangaza sana. Na one of the questions that Kenyans wamekuwa wakiulizia toka the story anze kwenda viral pale hivyo kwenye mtandaoni ni mbona ama ilikuwaje au wanaume kukosa kujua kama huyu ni mwanaume wenzao. Because kupitia some of the videos that zilikuwa zinaenda viral pale hivyo kwenye mtandaoni na pia some of the photos zilikuwa zinaonyesha vizuri the way wanaume walikuwa wanajinice. Unapata pale hivyo wanasuguliwa, kudance kidogo pale hivyo. Lakini pia hao wasichana au warembo wenye walikuwa pale hivyo kwenye hiyo road trip. Because unawezaje kana mtu for kitu kama 1 hour na hujajua huyu ni mwanaume ama huyu ni demu mwenzetu? Haiwezekani. So kusema kweli kuna something that I add up to be real, yeah? Na kupitia some of the information that zimekuwa zikienda viral pale hivyo kwenye mtandaoni, kuna video clip fulani pale hivyo na kuna mwanaume alikuwa anabonga pale hivyo, one of the people wenye walikuwa kwenye hiyo road trip, na something that alikuwa anasema pale hivyo, alikuwa anasema aje, tulifika Central after tumeshikiwa Kencom, tukaekwa pale kwa holding bay. Sasa pale si kila mtu wako, maboys wako side yao, alafu mademu wako side yao, lakini tunaonana sisi wote. Kuna karau moja alikuwa mama na wengine walikuwa wanaume. Sasa mama alikuwa na search au mademu alikuwa anakushika jegi na anaingisha mkono huko chini, kuki akashika huko juu, alafu kuingisha huko chini akamwambia niache. Huyo mama akampiga bari kwanza, akamweka hapo kando. Hello beautiful people, it's your boy One Miguel Africa and welcome back to this channel. Kila time kuna top trending stories na kila time mambo inazidi kuchemka kwenye mtandaoni. So guys, kuna story that imekuwa ikienda viral sana pale hivyo kwenye mtandaoni. Story ya Kuki amefanya ile kitu. But something that imeweza kunishangaza sana after hii story kuipata pale hivyo kwenye mtandaoni na pia kufanya uchunguzi yangu na pia kusikiza the way kila mtu anabonga about the story, ni the way these people like venye wanaume wote waliweza kutravel na mwenzao na wakakosa kujua kama huyu ni mwanaume ama huyu ni dem. Like ndio ifikie point fulani yenye pia wanajinice pale hivyo wana dance, because pia mnaweza ona walikuwa na dance pale hivyo. After that pia ikafika ile time ya photo section. Mkaona the way wanaume walikuwa pale hivyo ni mafotos. Like hiyo time yote hakuna mtu yote mwenye alijua kama huyu ni mwanaume ama huyu ni dem. Because to be real, kama sio hii mambo ya polisi kuwashika, I don't think kama hao watu wangejua kama huyu alikuwa mwanaume ama alikuwa dem. Because after kushikwa ndo hizi vitu zote zilikuwa revealed pale hivyo kwenye police station. Na ikafika point fulani yenye huyu mwanaume sasa aliweza kusema that akitoka pale hivyo anaenda kujiua. Like guys, tunaweza ona kama hii kitu ni kitu kidogo, by the to be real, tunaweza ona kama hii kitu ni kitu kidogo. Because after hiyo time yote huyu jamaa akajifanya tu dem. Like watu wakaamini tu huyu ni dem, hadi mademu wenye walikuwa pale hivyo kwenye ile shughuli, kwenye ile road trip wakaamini huyu ni dem mwenzao. Alafu ifike point fulani wanikwe tu kabisa. Lakini kenye imekuja kunishangaza sana, like hii Kanairo wanaume manzi, najua madem kuwapata saa zingine ni ngori, lakini saa zingine pia ukiangukia jaribu kuchunguza, jaribu kukagua mali kama ni dem ama ni mwanaume, because kuna something big that tumelearn through hizi vitu zenye zimeweza kufanyika. Yeah, because ukiona the way wanaume walikuwa na handle boys pale hivyo, like walisha fall to like wakaona huyu ni mwanamume, huyu ni dem tu, like wakaona tu huyu ni mrembo kabisa. Ngori. And then pia nimecheki pale hivyo after kwenye hiyo statement that this guy alikuwa na bonga pale hivyo akisema venye after wamefika pale hivyo police station
venye saa walianza kusachiwa pale hivyo. Unajua police station mkienda, mwanaume anafaa kusachiwa na mwanaume, unapata pia mrembo anasachiwa pale hivyo na mrembo. So after this guy kuweza kusachiwa pale hivyo na mrembo, because polisi hawakuwa wanajua kama huyu ni mwanaume ama ni dem. Walikuwa wanaona outfit venye amedunga, alafu akajitengeneza tu fiti. Unaona huku juu kumesimama tu kufiti, so wakafikiria huyu ni mrembo tu. So after kusachiwa pale hivyo, polisi mdem kuteremsha mkono pale hivyo kiasi, akafeel na huku chini kimashini kumekuwa loaded mbaya. Kwani rada ni gani mzee? Unasikia after kusachiwa au wanaume walikuwa sasa pale hivyo kando, warembo wako pale hivyo kando wanasachiwa. After huu polisi ku feel like huu sio dem, akapigwa kwanza kibari. Though hatujaona the bare, hatuwezi hizo venye the story yenye this guy aliweza kuweka pale hivyo. Hebu sikizeni pa. Kuna karao moja alikuwa mama na wengine walikuwa wanaume. Sasa mama alikuwa na search au madem alikuwa anakushika jegi na anaingisha mkono huko chini. Kuki akashika huko juu, alafu kuingisha huko chini akamwambia ni aache. Huyo mama akampiga bare kwanza, akamweka hapo kando. Venye alimalizia, Kuki akasimama akambondea, akamwambia mio zinishika. Akatolewa na hapo nje na huyo mama. Hao wengine wakafuata. After dakika kama 2 au madem juu wanaona wamefesiana na mlango, wanaona huko nje, wanasema gai wanamtoa manguo sijui nini. Dakika kama 2 hao wanaume wakarudi mbio, hao masanse wakarudi mbio, wakisemanga juu kwanza venye alimpiga bare, watu wakasema wacha kumwassault sijui nini, wacha kupiga dem sijui nini. Wanaume sasa tumeshout atiache kupigwa. Venye alirudishwa tu hivyo kidogo, au wanaume wakatuliza, mnatetea huyu, kumbe ni mwanaume, mnatetea sijui nini. Wanaume tukanyamaza sisi wote. Mwenye alikuwa na shout na nguvu akaulizwa, ulikuwa unateta sasa? Akanyamaza sisi wote, hata hakuna mtu alikuwa na bonga. So kupitia something that this guy aliweza kushare pale hivyo, inaonyesha vizuri that our polisi pia hawakuwa wanatarajia kitu kama ile. Like pia waliweza kushtuka sana, because walijua like hawa ni vijana, like kuna hawa vijana na pia kuna hawa wasichana. Na hapa hivi acha tukague venye watu tunakagua kila time, like warembo wanakaguliwa na mdem na pia wanaume wanakaguliwa na mwanaume. So after harakati za kuwakagua pale hivyo, wakashtukia kumbe katikati ya madem pia kuna kimwanaume kameweza kujificha hapa hivi akijifanya mre. That's why nimewaambia nikianza, saa zingine ukipata mrembo mkague kwanza, jua kama huyu ni mrembo ama ni mwanaume, because hapa Kanairo ni kunare. Hapa Kanairo ni kunare. But polisi wameokoa, like wameokolea sana wengi, because hao wanaume wangemalizana tu hapo hivyo, kama ni kufika tao kila mtu aende kivyake, wangejua tu yule alikuwa mrembo. Lakini because of the way sasa venye polisi waliweza kuja pale hivyo wakaweza kushikwa, at least waliweza kujua kama kulikuwa na mwanaume alikuwa anajifanya pale hivyo mrembo. So mambo ni mob, na acha tungoje tujue itakuwaje, because mambo ishakuwa mbaya na kila kona pale hivyo kwenye mtandaoni kila mtu anasema tu Kuki. Like unashangaa huyu mwanaume alikuwa na courage gani ya kufanya kitu kama ile. So up to there, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, leave a comment and share. Bye bye and see you in the next video.